na kama kikuudhi. Bana, kupitia ukurasa wa kwake Kajala Masanja ni kama vile ameamua kumjibu Harmonize baada ya gari aina ya Defender almost milioni 300. Gari hiyo katika usiku wa jana ilikuwa inapita katika mitaa mbalimbali jijini Dar es Salaam, lakini wengi wetu wakawa wameconnect dot na kusema kwamba yawezekana kwamba Kajala pamoja na Harmonize wawili hao wamerudiana. Sasa haya mambo yamekuwa makubwa zaidi mjini na wengi wameanza kuyaongelea na kusema kwamba inawezekana Kajala na Harmonize walisharudiana kwa kipindi kirefu sana, ila kutaka kuweka mambo haya wazi. Lakini pia nikukumbusha katika moja kati ya interview ambayo ilifanyika pale kwa Simulizi na Sauti, naweza ngasema hivyo, wiki kadhaa zilizopita, na baada ya hapo Harmonize alisema kwamba inawezekana kwamba ikawa ni kipindi ambacho Kajala awepo katika mahusiano au asiwepo katika mahusiano, bado kuna kitu ambacho nataka kumfanyia kwa mwaka huu. Labda ndio hili ambalo wameamua kulifanya. Defender ya milioni 300 ameamua kumpa Kajala. Sasa kupitia ukurasa wa kwake Kajala inaonekana kama vile anajibu mashambulizi na kusema kwamba if you ever miss her, miss the moment you took for granted too. Yani kama umeshawahi kumisi mwanamke huyo ambaye ulikuwa unampenda, lakini pia unabidi uzimisi zile moment ambazo mlikuwa mnazifanya pamoja, ambazo ulizichukulia simple. Umeona kuna namna kama vile anaamua tu kujibu katika misili. Lakini pia anasema pia usiulize sana, kuna muda marafiki zako unaowaamini ndio wapa maadui zako siri zako, usimtafute mchawi nani. Hapa kuna namna kama vile anajaribu kusema kwamba kuna marafiki ambao yeye hapo anao, na marafiki hao ndio wanahusika kuvujisha siri zake, ambazo siri hizo kwa hivi sasa hata mtafuta mchawi nani, bali atasimama katika misingi yake yeye mwenyewe binafsi. Pamoja na hayo yote kaandika tena, people will rather lose you than fix the situation. Yani kuna watu ambao wanaweza wakakupoteza wewe, lakini hawatopambana kwa ajili ya fix ile changamoto ambayo imetokea. Akasema kwamba this generation is weird to me. Yani hichi kizazi ni kizazi ambacho kinamshangaza, ni kizazi ambacho akipo sawa. Yani kuna mambo hapa ukijaribu kufuatilia, kuna namna kama vile anajaribu kujibu yale ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii, pamoja na kwamba watu wengi wanasema kwamba wawili wao wakirudiana itakuwa ni bonge moja la surprise kwa generation hii. Lakini pia anajaribu tu kusema kwamba hata generation hii watu wako tayari kukupoteza wewe, lakini hawapo tayari kwenda kufix au kwenda kusolve ile changamoto ambayo ilikuwa imetokea. Pamoja na hayo yote akasogea tena ameandika, ukitaka kuishi kwa amani bila stress, basi ufundishe moyo wako kukubaliana na mipango ya Mwenyezi Mungu. Hapa kuna mambo mengi ambayo Kajala anajaribu kuwaficha watu, kwa sababu kwa kipindi cha nyuma kuna mengi ambayo yametokea. Kwa hiyo yale yote ambayo yametokea bado anajaribu kusema kwamba anakubaliana na mipango ya Mwenyezi Mungu. Yani yeye hataki kuishi katika hali ya stress. Mambo yamekuwa mengi katika mitandao ya kijamii yanaongelewa. Istoshe sio mtu wa kupiga tantarila katika mitandao ya kijamii. Ila ndugu yetu Harmonize amegonga mpaka mangoma mbalimbali. Yani akiwa na maana kwamba mangoma hayo yalikuwa yanamhusu mwanamke huyu. Amemwimbia ngoma karibu 5 mwanamke huyu kwa lengo tu la kumuumiza kupitia muziki huu, lakini pia ameimba nyimbo hizi kwa lengo tu sometimes kumburudisha. Kuna nyimbo tofauti ambazo zilikuwa zina maana, ila kuna nyingine ambazo zilikuwa zina maana kabisa. Sasa wengi wanatafsiri kwamba jambo hili yawezekana kwamba Kajala hajapendezwa na hichi ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii, lakini pia wengine wanasema kwamba Kajala yeye alisha move on na kukaa na maisha yake mwenyewe binafsi, kitu ambacho mpaka kwa hivi sasa akijawa confirmed kwamba Harmonize pamoja na Kajala wamerudiana au hawajarudiana, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii baada ya gari hii kuweza kuonekana katika usiku wa jana ikiwa na roll katika mitaa ya Dar es Salaam hapa na pale. Lakini pia Kajala mwenyewe binafsi mpaka kwa muda huu haja confirm kwamba yupo katika mahusiano na Harmonize au hayupo katika mahusiano na Harmonize. Hii ni moja kati ya kitu ambacho watu wengi wanataka kugundua ukweli kuhusiana na jambo hili. Hebu ngoja tuendelee kuona nini ambacho kinaendelea kwa wawili hao. Siwezi nikaconfirm haraka na kusema kwamba Harmonize amesharudiana na Kajala au Kajala amesharudiana na Harmonize, ila kwa hizi ambazo kwa hizi Insta story ambazo Kajala anaziweka, kuna namna kama vile anajaribu kuconfirm kwa jamii, bana, yawezekana nimerudiana au yawezekana sijarudiana. Bado yupo 50-50, hakuna ukweli katika jambo hili. Mimi ndo naweza nikasema hivyo kwa muda huu, ila
nikupe tu siri moja, bila Mungu bado dunia ni nzito. Ni kauli ambayo Kajala amekuwa akisema sana. Basi mimi ndondosha comment yako hapo chini uniambie, je, wawili hao wamerudiana au unadhani kwamba wawili hao wanatuchezea tu kama kipindi cha nyuma kidogo? Na wengi wamekuwa kiliongelea jambo la kwake Harmonize baada ya kuonekana na muonekano ambao sio mzuri, yani muonekano ambao ulikuwa unashtua jamii. Katika siku 2-3 zilizopita alikuwa anasema kwamba anatamani kupata mwanamke ambaye atakuwa anampikia nyumbani, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anakula vyakula ambavyo sio vyakula ambavyo sio healthy. Nikamaanisha kwamba sio vyakula ambavyo ni vizuri kwa afya yake. Juzi kati alipokuwa anafanya show pale Tanganyika Packers katika viwanja, basi watu wengi waliweza kuona kwamba Harmonize ni mtu ambaye ana nyama nyingi sana katika mwili wake, japokuwa ni mtu ambaye amekuwa akifanya mazoezi mara kwa mara, japokuwa ni mtu ambaye amekuwa akifanya shughuli za gym mara kwa mara, na ni mtu ambaye kila siku itwapo leo amekuwa akionekana gym. Lakini kile ambacho watu wengi wamekuwa kikiona ni kwamba Harmonize nyama zake hazipungui. Sawa, unafanya mazoezi, lakini vipi, mbona upungui mwili wako? Mbona mwili wako uko vile vile? Yani mwili wako ndio una nyama nyingi. Tuli expect kwamba utakuwa ni mtu ambaye uko stationary, umekata vizuri. Kwa hiyo nafikiri kwa hivi sasa ametarget kwamba angalau apate mwanamke ambaye atakuwa sahihi kwa kipindi hichi. Hatuhitaji tena zile vuta ni kuvute, hatuhitaji tena zile tantalila za hapa na pale, kwa sababu mara nyingi zaidi amekuwa kila vyakula ambavyo vinamfanya yeye mwenyewe binafsi ashindwe kuwa ni mtu ambaye ana maendeleo ya mwili wake mzuri. Sababu ukienda gym, ukiwa na trainer pia anakutrain vyakula ambavyo ni vyakula fulani na hichi. Kwa hiyo yeye pia binafsi naona kama anatafuta mwanamke ambaye ni sahihi, ambaye atasimamia swala zima pia la vyakula vyake, atasimamia pia swala zima la muonekano wake, atasimamia pia hata masuala yake ya gym kama alivyokuwa Kajala, kwa sababu Kajala alikuwa anazingatia masuala ya healthy, ya chakula ambacho wanakula pamoja, vyakula ambavyo wanapigania katika swala la gym. Kwa hiyo pia alikuwa anaenda gym pamoja. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anajua vyakula gani ambavyo ni vya kupika, vyakula gani ambavyo sio vya kupika, vyakula gani ambavyo ni vizuri kwa kula, na pia vyakula gani ambavyo sio vizuri kwa kula, kama mtu ambaye unaenda gym au mtu ambaye unatengeneza mwili wako kwa ajili ya muonekano mzuri wa sanaa. Bwana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Bwana, dondosha comment yako hapo chini kuhusiana na swala hili la wawili hawa kurudiana. Na wawili hawa, je, wakirudiana unadhani mji utaenda kusimama vipi kwa mara nyingine? Sababu ni watu ambao wana chemistry moja kali sana, na hii imesababishwa na mambo baadhi ambayo yanaweza kutokea kwa kipindi cha nyuma, na baada ya mambo yale kutokea, basi wawili hao kila mmoja akakamata njia yake. Bwana, mimi ni Pablo Escobar, hapa ni Harmonize Stories, na hapa ndipo katika sehemu ambayo utapata vile ambavyo unavisikia, vile ambavyo ulikuwa uvijui, vile ambavyo ulikuwa unavipata katika mitandao mingine lakini haupati kwa uhakika. Tunisha comment yako. Bye bye for now.